Wamama sisi tuna kawaida pale tunapobeba mimba tunataja wababa hata 10. Lakini tunakuwa na makadi hata 20. Mwisho wa picha mtoto yule akizaliwa, kadi ile moja unalificha hapa, kadi lingine unalificha kule, kadi lingine unalificha kule. Pale unatengeneza ukatili wa kijinsia kwa yule mtoto ambaye amekuja duniani. Niwaombe mama wenzangu, ili jambo hatutoliona leo, athari zake tutalikuta kesho kwenye athari zake, kwa sababu mwanamume kashawekeza mali zake nyingi juu yako akisema yule mtoto wa kwake. Mwisho wa picha wewe ndio unayejua. Una makadi zaidi ya mnategemea yule mtoto atakuwa kwenye hali gani? Tafsiri yake mama umemsababishia shida nani? Mtoto. CCM oyee. Lakini pia tutamtengenezea msongo wa mawazo yule mtoto. Sasa mimi niwaombe wa mama wenzangu, tujitahidi sana kuwa wa kweli. Na muda mwingine huyo aliyekubebesha ikionekana amekataa, sisi tumeambiwa kwamba mtoto wa nje ya ndoa si wa kwako. Mweke tu jina la mjomba wake, imeisha shughuli. Sikamkataa mwenyewe. Lakini habari ya kuhangaika mara leo upo kwa Asmani, kesho upo kwa Juma, kesho kutwa upo kwa Hamisi inatudhalilisha. CCM oyee. Na nimeona nilisema hili simu zimekuwa nyingi toka ziara nianze, wanaume wanalalamika kwamba nafikia unapita unasema watoto, lakini watoto tunanyang'anywa kwa staili hivi. Hapa tunaweza tukawahudumia vipi wakina mama? Na ndio maana sasa hivi tumeona hata kibeba mimba tunaona sisi tulienda kutembea tu pale, hatuna sababu ya kubeba mizigo, atajijua yeye na Mungu wake. Mwisho wa picha tunaachwa mama tunahangaika na watoto, tunahangaika na mitumbo. Mwisho wa picha hata yale mavazi ya kwenda kujifungulia tunakosa kusaidiwa, kwa sababu tayari wenzetu walishaanza kufanya vitu ambavyo za kukosa imani ya sisi wanawake. CCM oyee. Lakini kuna kauli nyingine huwa wanaisema kwamba wanawake sisi tumesema watoto wale ni kikoba. Yaani watoto kikoba. Mimi nikauliza kikoba ndio nini? Mbona hii kauli nimeiona ngumu sana. Akasema mwenyekiti, wanatutumia kama vikoba. Mfano, washatuandika mababa 20, maana yake kila siku utapeleka 10,000 kwa sababu ya mtoto wako kuna maziwa. Fikiria 10,000 mara 20 shilingi ngapi kwa siku? Kwa yule mama atakuta tajiri kweli kweli kupitia yule mtoto wake. CCM oyee. Mtoto yule akishakuwa, tafsiri yake unamtengenezea fikra ngumu kweli katika maisha yake. Niwaombe, tutakwenda kuwapa shida watoto wetu pasipo na sababu, kwa sababu ya tamaa zetu sisi wakina mama. Sasa mimi niwaombe, kwa sababu sisi wakina mama ndo tumetajwa wa kwanza hata kwenye vitabu vya Mwenyezi Mungu. Sasa tusiwe wababaifu, tunyooke tu. CCM oyee. CCM oyee. Niweze kuhudumia nani? Mtoto wangu, kwa sababu mimi ndo ambaye nimeenda leba, mimi ndo nimebeba mimba miezi 9. Wanaume huwa hilo hawajali, bali wachache sana ndo wanakumbuka swala hilo. Kwa mimi nimekuja kuwahusia tu mama wenzangu, twendeni tukawalea watoto wetu kwenye uangalifu mkubwa sana. Twendeni tukaangalia watoto wetu, tusilipize visasi vya baba zao, tukaenda kuhukumu watoto. Tutakuja kuwapa vilema vya ukubwani, mwisho wa picha akikua mtoto unasikia kiziwi kwa ajili ya makofi ambayo tunawapiga. Mwisho wa picha mtoto akikua anakuwa kidogo kapungua, kwa sababu muda wote ubongo ulikuwa unatikisa. Kwa mimi niwaombeni, twendeni tukashikamane na watoto wetu, lakini pia twendeni tukae marafiki watoto wetu. Kwa nini tuwe marafiki watoto wetu? Tukiwa wakali, tafsiri yake kama anapitia jambo gumu, uwezo kuja kukwambia atashindwa, atavumilia. Kipindi anavumilia kumbe anapitia magumu sana. Na sisi ndo akina mama tunayepitia magumu, wakituambia watoto wetu na sisi tuyafanyie kazi. CCM oyee. Sasa tukiendelea kuficha na kuendelea kuwatengeneza wale watoto wasio marafiki zetu, tafsiri yake mambo hawezi kutuambia ambao wanapitia. Kwa hiyo ukatili unaendelea huu, tutakuwa na sisi nao tunasababisha uendelee, kwa sababu hatujawa marafiki wa watoto zetu. Muda wote la mtoto tumtengeneze kuwa mwenzetu. CCM oyee.